kuna kipindi fulani huko nyuma nilikuwa nikisikia ile story kwamba watu walikuwa wanapendana toka utotoni, afu hadi wanakuwa wakubwa mpaka watu wanakuja wanaoana. Mimi kaona kama mbona watu wananipanga hivi, ni story, ni movie. Siku hiyo nimetoka zangu ofisini nikasema nimpitie mwanangu kwao. Nimempitia, nimempa lifti. Sasa tulikuwa tunapiga story kuhusu kazi kwanza. Akaniambia mwanangu, kazi zangu sasa hivi sizielewi, afu kuna mambo mengine yanataka kunivuruga akili vibaya. Sasa mimi unajua tena napenda udogeza. Nikamwambia mwanangu, achana na kazi, ni kitu gani kingine ngoja kinakusumbua? Mimi sinapopenda vidomboezo fulani. Mwana akajichanganya, akaniambia mwanangu, kuna mahusiano hayo yananivuruga. Mahusiano gani ndugu yangu? Hebu niambie. Mwana akaniambia kipindi cha nyuma, maana si wa mkoa huu, ni mkoa mwingine. Akaniambia mwanangu, kipindi nikiwa mdogo kuna binti ambaye jirani nyumbani kwetu hapo alikuwa akinielewa sana. Nikamwambia akaniambia binti amekuwa kwa muda mrefu sana akinielewa mwanangu, lakini sitaki kumuelewa. Afu sema alikuwa ni mdogo kidogo, afu mwamba ndo kidogo ni mtu mzima, ndo anaenda kikua. Anapishana kama darasa matatu hivi. Sasa ikawa kama like yule binti kila akienda kwa jamaa nyumbani kwao, unajua ile mambo ya muone mchumba wako hapa, muone baby sio nini, utani tu familia yao inajua kwamba watu wana utani fulani kwa kirafiki. Jamani wakaniambia mwanangu, ile kitu kumbe ilikuwa ni serious kaka. Anza sasa hivi na ukubwa wangu na utu uzima, kuna kitu wewe unaendelea kufa kinaoza kwa ajili yangu. Kwa sasa nipe story. Mwamba akanipa story. Siku moja nikiwa nimekaa zangu hivi nyumbani, wakiwa sasa Dar es Salaam, binti bado yuko kule, anapigiwa simu na nani? Na mama mtu. Kijana wangu, jambo, shikamoo, marhaba, jambo, salama. Unamfahamu mtu fulani? Ananiambia ndio mama, namfahamu, si mdogo wangu. Sasa yani haelewi, yani anakuwazia wewe tu. Kila nikijaribu kumwambia mwanangu, wewe msoma, fanya hivi, yani haelewi. Yani kijana anamfikiria mwanangu tu. Unaona, imagine mwana alikuwa ni wa namna gani? Afu aje phone labda huyo binti kabisa. Yani hajawahi, bwana mchukulia kama ni mdogo wake, atamuita, atamfundisha. Kwa hiyo sasa ndo jamaa ananiambia mwanangu, yani nimekutana na kipengele ambacho sitakuja kusahau kwenye maisha yangu. Yani hicho ndo kisa ambacho hata mwenyewe nikasema nataka nijue. Kilichotokea sasa, mwana nikana karibia kumfikisha nyumbani kwao, nikapunguza mwendo wa bike kidogo kwanza. Nilifika mahali ambako hata mataa nawasha kijani, nikasema ngoja nichili kwanza kijana mengine, maana sina usiku. Shida yangu mimi nipate udambu ule wenyewe. Mwana akaniambia mama amenipigia simu, ananiambia jaribu kuongea na huyu binti, hataki atakwenda shule tena, hataki kusoma. Anasema mimi nataka siku nyingine uchini, mimi namtaka mtu fulani, ambaye ndo mwanangu. Sasa namtaka mtu fulani kwa namna yoyote mama, mimi siwezi kusoma, sitaki nini. Hata story hataki chochote. Ikabidi mama ndo ampigie mwanangu kuongea naye. Akama basi mpo ongea naye. Basi mwanangu akachili. Akasema ngoja nimpigie. Akaongea na binti. Kesho yake shule, binti akafurahi, akasema basi ngoja nikasome, nikimaliza nataka uwe bibi wangu, ndo mume wangu, ndo kila kitu. Mbagaona hapa katimba. Ukicheki Buddhism hiyo kwenye mahusiano, alafu mahusiano ambayo yenyewe yanamfanya hata yule kule anamsahau. Ila mahusiano mambo ananiambia mahusiano usiachukulie hizi sana. Nikamwambia kilichoendelea sasa hivi, sasa ndo ananiambia mwanangu, kazi nilionayo mimi tayari na mtu wangu nampenda. Ikabidi nimshirikishe hili jambo kwamba wife kuna 1 2 3. Kwa hiyo wife akamwambia hebu ajichanganye. Yani tena nataka ukate kabisa mzizi na huyo binti, yani achana naye, usimletee mambo ya karibu, maana kuchezea moyo wa mtu sio vizuri. Kwa akaambia tu be specific, mwambie mitaani na mahusiano yangu, lakini mwamba akaona sio kweli. Kwa nini afanye hivyo? Unajua katika kila maisha, kila mwanadamu ana ule utu fulani, ana umuhimu fulani. Kwa mwamba akaona it's okay, kwa sababu pia ni family friendly, umeona. Akaniambia cha kufanya ndugu yangu ni kitu kimoja, nitakuwa nikiongea naye, lakini watu tutaweza kuonyesha zile steps za mahusiano. Baadaye sasa mwanangu amekaa juu ile walalia, anapigiwa simu na yule binti baada ya kufunga shule.
Ale, mamangu na babangu wanahamia huko Dar es Salaam, unakaa wapi? Mambo kuna game iko si. Unajua kinachotokea nini hapa sasa? Binti akishakuja huko, ashawaambia familia yake tayari, amewapanga kwamba tukienda Dar es Salaam kuna ndoa. Kwa hiyo wazazi wote bado wanajua kwamba binti yetu tukienda naye Dar es Salaam ana ndoa na yule kijana ambaye ndo rafiki yangu mimi. Anakuja Dar es Salaam, alafu mwanangu oya tayari ana mtu wake na wanapendana kinyama. Tuachie comment hapo kama ndo wewe sasa kisa hichi kimekukuta mwanangu. Hebu tudondoshie comment hapo chini kwenye page hapo.